Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, leo nazungumza nikiwa site. Tuko site hapa, tuko katika ujenzi wa bweni. Sasa hebu tuzungumzie jambo moja ambalo leo ningependa tuweze kushare wote kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Subhana. Ndugu zangu, kuna tatizo ambalo watu wengi sana huwa tunalo katika maisha yetu. Kuna tatizo ambalo watu wengi huwa tunalo sana katika maisha yetu. Na changamoto hii ni ya maradhi. Maradhi, leo kuna ugonjwa nataka tuweze kuzungumzia kidogo. Nataka tuweze kuzungumzia, tuangalie namna gani ambavyo tutakayoweza kusaidiana na tuweze kujitibia maradhi tuliyokuwa nayo. Ugonjwa huo sio mwingine bali ni ugonjwa wa kisukari. Kisukari ni ugonjwa ambao watu wengi sana huwa unawatesa. Kwa wengine tunapoteza viungo vyetu, tunakatwa mikono au miguu au kidole, lakini wengine tunakuwa na maradhi ya vidonda vya kudumu. Maradhi ya vidonda vya kudumu ama kutokupona kwa haraka vile vidonda. Lakini kwa wanaume kisukari hiki kikizidi sana katika mwili huwa kinapelekea hata matatizo ya mfumo wa nguvu za kiume. Inapelekea hata matatizo ya mfumo wa nguvu za kiume. Unaweza kujikuta mwanamume haufanyi kazi kabisa kwa sababu ya maradhi haya ya kisukari. Sasa leo hebu tuangazie kisukari ni nini? Na kwa nini mtu anapata kisukari? Na chanzo chake ni nini? Na je, kisukari kimegawanyika makundi mangapi? Lakini je, kisukari kiko aina ngapi? Kuna makundi mangapi na aina ngapi ya hayo makundi ya kisukari? Lakini pili, kuangalia kwa nini mtu anapata kisukari? Na je, tiba yake ni ipi ama suluhisho lake ni lipi? Na tahadhari gani, umri gani mtu auchukue kutokupata kisukari kwa urahisi? Naomba tufuatane moja kwa moja ili tuweze kuelekezana katika siku ya leo. Jambo la kwanza, kisukari, kwanza tutambue kisukari ni ugonjwa ambao umegawanyika makundi mawili. Kuna type 1 ambao tunaita ni petite na kuna type 2 tunaita grand hypoglycemia. Petite ni kisukari cha kurithi. Ina maana mtoto anazaliwa akiwa tayari ameshapata maradhi ya kisukari. Unapozaliwa kutoka katika tumbo la mama inakuwa tayari ana maambukizi ya maradhi haya ya kisukari, na maana tayari automatically anakuwa anacho kisukari. Lakini kundi la pili tunaita grand hypoglycemia. Grand hypoglycemia ni mtu ambaye anapata kisukari, mtu ambaye tayari kashazaliwa katika tumbo la mama akiwa safi na salama, hana maradhi ya kisukari, lakini kutokana na changamoto za maisha za hapa na pale, mwisho wake huwa anapata magonjwa ya kisukari. Na kinachosababisha kupata magonjwa ya kisukari si kwamba ni bakteria ama si kwamba labda kuna virusi mbalimbali mtu vinamuingia ndo anapata kisukari. Hapana, ni mlo wetu sisi wenyewe. Ni vyakula tunavyotumia, stimulating beverage, yani vinywaji tunavyotumia ndio vinavyokwenda kusababisha kisukari. Lakini sasa hiki kisukari tumeshagundua kwamba kumbe kuna type 1 na type 2, ambayo type 1 tunasema ni cha kurithi na type 2 tunasema kile kina kukuta ukubwani kutokana na ulaji mbovu wa vyakula tunavyokula. Jambo la kwanza, kabla sijaendelea mbele, nataka hapa kila mtu ajitathmini na kujiangalia kwamba wewe unakula vyakula gani, kwa sababu kwa mfano leo hii utakuta mtu anachukua juice zile za tropical, anatumia zile juice anakunywa juice 2 kwa siku, glass box 2 kwa siku. Hii nayo ni hatari sana. Au mfano tunakunywa vinywaji vyenye sukari nyingi sana kwa siku, mtu anakunywa vinywaji vingi sana. Hatusemi tusinywe, la, lakini tusipendelee sana kunywa vinywaji vingi sana vya sukari ambavyo kwa siku vinaweza kutuletea madhara makubwa ya kisukari. Lakini sasa je, tulivyoshagundua kwamba kisukari kiko aina hizo mbili, lakini kuna aina ngapi ya kisukari? Kwa mfano tunasikia kuna pressure ya kupanda na pressure ya kushuka. Je, na kwenye kisukari nako hiko hivyo hivyo? Kuna kisukari tunaita hyperglycemia na kuna hypoglycemia.
viko aina mbili hizi. Hyperglycemia na hypoglycemia ni visukari aina mbili tofauti. Hyperglycemia ni agharab sana watu wengi kuwa nacho, kwa sababu kinakwenda kumkuta mtu ambaye mwenye maradhi ya kudumu makubwa. Mfano, mtu ana tatizo la TB na maradhi mengine makubwa yakachanganyika na maradhi ya kisukari, ambayo huyu mtu sasa anapokuwa katika hali hii ya hyperglycemia, anapopelekwa hospitali, jambo la kwanza lazima atundukiwe drip ya D5 ili kumrejesha katika hali ya kawaida, yani kurejesha sukari iwe katika hali ya kawaida, kwa sababu automatically mwanadamu anatakiwa awe na sukari katika mwili wake. Na ukipima katika kipimo cha random blood sugar, kisukari inatakiwa kiwe 3.3 au 3.7. Sijui unanielewa vizuri hapo. Ila ikifika 8 si mbaya kidogo, si mbaya sana, lakini isizidi hapo. Na isiwe 2, isiwe 3.2, 2.2, hapo ndo tunakwenda katika hyperglycemia. Sasa aina ya pili ya kisukari tunaita hypoglycemia. Sasa kwa nini mtu anapata kisukari? Mtu anaweza kujiuliza sasa, kwa nini mtu anapata kisukari wakati mimi natumia vinywaji, natumia vyakula, lakini kwa nini mtu anapata kisukari? Kisukari, chanzo cha mtu kupata kisukari ama kinachosababisha mtu apate kisukari ni kuna kitu katika mwili wa mwanadamu tunaita kongosho. Kongosho kazi yake ni kuregulate insulin, ni kuiongoza insulin katika mwili wa mwanadamu. Kongosho ipo upande wa kushoto katika mwili wetu. Sasa kazi yake kubwa ni kuregulate insulin, kwamba sasa inazalisha hormone ya insulin ili iweze kwenda katika damu. Sasa ikifeli kongosho, ikiwa haifanyi kazi vizuri, ina maana sasa insulin inajiendea hovyo, mfano wa gari lililokata breki. Na ukishagundulika na kisukari, ukienda hospitali utapewa dawa, utapewa glibenclamine ama utapewa metformin, utatumia hizo dawa, lakini wengi wanazitumia, lakini hazina impact kubwa ya kutibu moja kwa moja. Kazi yake ni kuturiza, yani glibenclamine, metformin na dawa zinginezo hazitibu moja kwa moja kisukari, bali zinatuliza. Na kabla sijaenda kueleza dawa ambayo ya huduma ya kwanza tuangalie ni makundi gani ambayo yanakuwa ni rahisi sana kupata kisukari kuliko makundi mengine. Kundi la kwanza kwa kina mama na akina baba. Kundi la pili wanapofikisha umri wa miaka 45 kwa mwanamume. Mwanamume akifikisha miaka 45, basi ajitathmini sana na kuwa makini sana na vinywaji anavyokula, kwa sababu hapa tunaita yupo katika kipindi cha BMR, basal metabolic rate. Na mwanamke umri wake ambapo ukishafikisha miaka 40, inatakiwa awe makini sana na vyakula anavyokula na vinywaji anavyovitumia, kwa sababu tayari sasa anakwenda katika menopause, yani kwenda kukata hedhi yake. Sasa basi, tiba hizi wengi wanasema magonjwa haya hayatibiki. Kama nilivyozungumza kwenye kifafa, wengi wanasema magonjwa haya hayatibiki. Hapana, magonjwa haya yanatibika. Na ubaya zaidi, mtu anapopata ugonjwa wa kisukari ikikithiri sana katika mwili, hata maji ya kunywa huwa hasikii ladha, yani haisi chochote. Yani anakunywa tu, lakini haisi kwamba hiki nilichokunywa nimekunywa maji, kwa sababu maji yana ladha yake. Na kila chakula chochote hakihisi ladha yoyote. Mnaelewa? Na hii nishakutana na kesi za namna hii nyingi sana. Sasa katika utafiti uliofanywa na maprofessionalism mbalimbali wa tiba, wamekuja kugundua kwamba tiba ambazo zinaweza kumponya mtu ugonjwa wa kisukari ni tiba ambazo za mimea, miti, matunda na vitu mbalimbali. Hayo yana uwezo wa kumponya mtu maradhi yake ya kisukari kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu hizi tiba, ndugu zangu, ili mtu hapone, kwanza lazima msaada wa Allah upatikane. Lazima msaada wa Allah upatikane. Na unawezekana ukamtibu mtu tiba ile ile sahihi, kama unavyoona hospitali mtu anatibiwa tiba sahihi ile ile, lakini mtu anakufa. Lakini si lengo la daktari kwamba anataka mgonjwa afe, la. Ama mtu haponi, si lengo la daktari kwamba mtu asipone, la. Bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajataka yule mtu apone.
Sasa ndio tunamtanguliza sana Mwenyezi Mungu na kumwomba sana Mwenyezi Mungu ili aweze kuleta shifaa linnas, yani ponyo kwa watu, ili ije kututibu maradhi mbalimbali, tupone maradhi mbalimbali tuliokuwa nayo katika miili yetu. Sasa utafiti uliofanywa, kuna dawa leo nitatoa huduma ya kwanza ambayo mtu yoyote mwenye tatizo la kisukari, basi kwanza enda kapime katika kipimo cha random blood sugar. Kapime kwenye kipimo chako cha random blood sugar, RBG. Ukishapima tayari, ukishaona sukari yako imeshapanda, basi tumia huduma hii ya kwanza, ambayo tafuta habati sauda vijiko 10. Tafuta habati sauda vijiko 10, tafuta ubani mweupe vijiko 6, tafuta ukwaju gramu 50, tafuta shubiri gramu 50, tafuta na kitu kimoja tunaita mvuje gramu 50. Ukishapata vitu hivyo, vichemshe, chemsha maji, tia lita 1.5, yachemke sana, yabaki lita 1 kamili. Kishabaki lita 1 kamili, basi utachuja. Baada ya kuchuja, utakunywa kikombe kidogo cha kahawa asubuhi na jioni. Kunywa mpaka umalize insha Allah taala, kisha pima tena. Ukishamaliza ile dawa, pima tena uangalie utakuta hali gani. Ukiona kuna mapungufu ama ahueni inapatikana, basi utanitafuta kupitia namba zangu za simu 0717931145 ili niweze kukupatia dozi sasa kamili ya kisukari, na insha Allah taala utapona. Hiyo nimetoa kama ni first aid, yani huduma ya kwanza ya kujichunguza wewe kwamba kweli kisukari changu nilichonacho kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kitanipa ahueni. Nitapata manufaa ya maradhi yangu kuondokana. Sasa ukishapoona ahueni imepatikana, kuna point imepungua, basi nitafute. Kisha nitafuta, basi nitakutengenezea dawa, utakwenda kutumia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na utapona biidhnillah kwa uwezo Allahu tabaraka wa taala. 0717931145. Ulio mbali na nje ya Tanzania, utaandika jumlisha 255 717931145. Kwa hayo, wakati niko saitini kwangu hapa, tukiwa tunajenga majengo katika shule yetu hii huku Songea, basi nikaona bora tuweze kupeana huduma hiyo kwa siku ya leo. Wama alaina illa albalagh mubin, wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.